Asilimia 80 ya watu ambao wamekuwa wakinunua kamera huwa wanajuta baada ya miezi mitatu, na hii video imelenga kukuokoa wewe ambaye una lengo la kununua kamera mpya katika mwaka huu au kamera yako ya kwanza mwaka huu, ili usiweze kuwa mmoja kati ya watu ambao wanajuta. Video hii imekuelezea vitu 9 ambavyo unatakiwa kuzingatia wakati wa kununua kamera, au ambavyo hao ambao wanajuta huwa hawavizingatii na inawapelekea wao kuweza kupata majuto baada ya muda mfupi wa kuwa tunaizo kamera zao. Leo nataka kukuelezea vitu hivi, na kitu cha 4 na kitu cha 7 ni vitu ambavyo wamekuwa wakifanya watu wengi sana kwa kujirudia na vimekuwa vikiwakosti sana. Kitu cha kwanza ambacho tunaenda kuanza nacho ni kwamba asilimia kubwa ya watu wanaponunua kamera huwa wao wana consider brand tu. Kuna mtu labda alisikia Canon ni bora kuliko Nikon, au Nikon ni bora kuliko Canon. Kuna wengine wanasema Sony ni bora kuliko hizi zingine zote, na hii inafanya mtu aweze kununua kamera kwa sababu amesikia brand fulani inafanya kazi vizuri, bila kufahamu kwamba kila brand ina kitu chake ambacho inaweza kufanya perfect kuliko nyingine. Lakini pia kulingana na matumizi yako wewe, inaweza akakuamulia wewe uweze kuwa na kamera ya aina gani. Kwa hiyo kwa mfano, kama wewe una matumizi labda ya video, au una matumizi ya picha sana, au unapiga video au unafanya vitu kwa pamoja, kwenye kila brand kuna aina fulani ya kamera ambayo unatakiwa kuwa nayo wewe kama mtu wa picha au mtu wa video katika sekta fulani, ambayo inaweza kukufavor wewe au kukupa urahisi wa kuweza kununua. Sasa asilimia kubwa wananunua hizo kamera kwa kufuata hizo brand, na mwisho wa siku wanajua na feel labda wanahisi kwamba akipata brand fulani anaweza akapata picha kali au video kali, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu kamera sio kitu ambacho kinaweza kufanya wewe upate picha kali, au kamera sio kitu ambacho kinafanya wewe uweze kupata quality nzuri ya picha peke yake. Kuna vitu vingine ambavyo vinasaidia. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho watu waga wanafeli ni kufuata brand baada ya kufuata brand ya kununua, baada ya wao kuwaza au kuwaza kwamba matumizi gani wanataka kwa ajili, yani kamera wanataka kwa ajili ya matumizi gani, na waweze kununua kamera gani ambayo itafiti katika hayo matumizi yao. Na kitu cha pili ambacho asilimia 80 ya watu wamekuwa wakifeli au wamekuwa wakikifanya kinafanya waweze kujuta ni kufuata megapixel. Kuna mtu anataka kununua kamera, lakini swali lake la kwanza anauliza ina megapixel ngapi, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu kuna kamera ambazo ni ndogo zina megapixel kubwa, na kuna kamera ambazo ni kubwa zina megapixel ndogo. Kwa mfano mzuri, tuchukulie mfano, kuna kamera inaitwa Nikon DF7100 ambayo yenyewe ina megapixel 24 lakini ni cropping sensor, na kuna kamera ambayo inaitwa 6D plane, hii yenyewe ina megapixel 20 kama sikosei. Kwa hiyo lakini ukija kwenye ufanyaji wa kazi, 6D plane inafanya kazi vizuri kuliko ile kamera ambayo ni Nikon DF7100. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu megapixel sio kitu ambacho kinafanya quality ya kazi sasa picha au video kuwa nzuri. Kitu ambacho kinafanya quality ya kazi iwe nzuri ni sensor nzuri ya kamera, ambayo kama hapa nimechukulia mfano cropping sensor ya hiyo Nikon DF7100 ambayo yenyewe ni ina megapixel 24 lakini haina quality nzuri kama 6D ambayo ni plane ambayo yenyewe ina megapixel 21. Kwa nini? Ile 6D sensor yake yenyewe ni full frame ambayo inaweza kusurvive hata kwenye low light, lakini pia full frame ni sensor nzuri kuliko cropping sensor. Lakini pia kitu ambacho kingine kinafanya quality ya picha zako ziwe nzuri ni lens kali. Asilimia kubwa sana watu hawafahamu hii kwamba ukiwa na lens kali, hata kama bodi lako au kamera yako inaonekana ndogo, una uwezekano wa kupata kazi nzuri au quality nzuri sana katika kazi yako. Na kitu cha tatu ambacho kinafanya kitu kingine ambacho kinafanya uweze kupata kitu clear ambacho tofauti na megapixel kama watu wengi ambao wanafikiria ni lighting nzuri. Asilimia kubwa watu hawafahamu kama picha au video, tuzungumzie sana picha. Picha ni art of light, unachora kitu kwa kupitia mwanga. Kwa kama unachora kitu kwa kupitia mwanga, maana yake ukiwa na lighting nzuri na control nzuri ya light, yani ukiwa unaweza control mwanga wako vizuri kwa zile taa ambazo unatumia, una uwezekano mkubwa sana kupata kitu clear hata kama kamera yako na megapixel ndogo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili ambacho nakosea watu, kufuata megapixel kwenye kamera. Na kitu cha tatu ambacho wengi wamekuwa wakifanya au wanakikosea ambacho kinafanya wajute ni kuto kuweka budget ya lens. Narudi pale kwamba lens nzuri. Asilimia kubwa watu wanafikiri kwamba akipata kamera ambayo ni body kubwa, kwa mfano 5D Mark IV, hiyo inatosha kabisa kumpatia picha quality. Lakini ukweli ni kwamba sio kweli kwamba ukiwa na kamera ambayo body lake ni kubwa inatosha kabisa kufanya wewe kupata
clear image au picha nzuri. Kwa kitu ambacho unataka kuwekeza wewe ni kuwekeza kwenye lens. Sasa simu wengi sana wamewekeza kwenye kununua mabodi, akisikia bodi la milioni 3 milioni ngapi ananunua, afu anaenda kutumia lens kit lens ambayo labda unakuta ni zile ambazo unakuta lens yenyewe haiwezi kufungua baada ya picha vizuri. Clear lens, yani quality wa lens kwenye kutoa picha ni mbaya au video. Kwa hiyo anajikuta amewekeza kwenye bodi, lakini akija kufanya kazi yake hazikai vizuri kwa sababu hajawekeza kwenye kununua lens nzuri. Na kitu ambacho wengi hawakifahamu au wengi ambacho hawakifahamu wakati wananunua kamera zao ni kwamba lenzi inabeba 60% ya picha yako kuliko hata ambavyo inabeba kuliko hata bodi ambavyo linaweza kubeba quality ya picha zako. Kwa sababu gani? Lenzi ndio ina uwezo kucontrol aperture, inamaanisha naweza nika control background blur, lakini pia lenzi ina uwezo wa control mwanga unapoingia, kwamba lenzi ikiwa inaweza kufungua vizuri mwanga unaingia wa kutosha, kwa hivyo kusababisha kupata kitu ambacho ni clear na kitu ambacho hakina longolongo nyingi. Kwa wengi sana wanakosea, wananunua kamera lakini hawaweki budget nzuri kwa ajili ya lenzi. Kwa hiyo wanajikuta wamewekeza budget kubwa sana kwenye kamera, lakini lenzi wanasahau, kitu ambacho kinafanya wapate quality mbaya na kuanza kuona kama kamera ni mbovu, lakini kamera wanakuta sio mbovu, yani wao wamekosea hivyo vitu. Wamekosea hicho kitu kipindi wananunua kamera yao. Kitu cha 4 ambacho wengi sana wamekuwa wakikosea ni kwamba wanapenda kununua kamera gari. Yani mtu anaamini kwamba ili aweze kupata kitu clear au anakuwa anaamini kwamba watu wote ambao ili apate picha nzuri lazima awe na kamera ambayo ni ya gharama expensive, ambao wengi sana utakuta anafikiria kununua labda kamera ya milioni 3.5, kamera ya milioni labda milioni 4. Umeona? Kitu ambacho unakuta yeye mwenyewe pia hajui kutumia kamera vizuri au labda hafahamu kamera vizuri inavyofanya. Kwa hiyo hata kama akinunua kamera ambayo ni kubwa, yani kamera hata ambayo ya milioni 3 milioni 4, bado quality na ubora wa kazi utakuwa ni nzuri au utakuwa mbovu tu kama ambavyo angekuwa ametumia kamera ndogo. Kwa hiyo asilimia kubwa wengi wanakosea, baada ya kutafuta tu kamera ambayo inafaa katika matumizi yake, yeye anawaza kupata kamera ambayo itakuwa ni kubwa ya pesa nyingi, hapa anajikuta amepoteza pesa, na baada ya muda mfupi anagundua kazi hazitoki quality nzuri au hazitoki quality ambayo alitegemea baada ya kununua ile kamera. Kwa anaanza kujuta kwamba kwa nini anahisi amepoteza pesa au anahisi kama kuna kitu kimetokea. Yani kuna namna ambayo atafeel vibaya ambayo inaweza kumfanya hata mwingine akakata tamaa na kuacha kabisa kazi ya photography. Kwa hiyo ni kosa la 4 ambalo wengi sana wamekuwa wakilifanya, na nimeona watu wengi sana, hata mtu akinitafuta anauliza nataka ninunue kamera anataka kamera za bei ya juu kwa sababu anaamini kwamba hiyo kamera ndio itakuwa clear, lakini ukweli ni kwamba sio kwamba ukiwa na kamera bodi kubwa basi inakufanya wewe uweze kupata picha clear kama ambavyo wengine unaona wanafanya. Kitu ambacho kinaweza kufanya wewe uweze kupata kitu clear ni skills ambazo utakuwa nazo zinazohusiana na picha au upigaji wa picha ambao unaweza kufanya kitu kizuri na editing card. Hivyo ndio unaweza kufanya, lakini sio gharama ya kifaa au kamera inaweza kufanya wewe ukaweza kupata hiyo clear au quality ya picha nzuri. Kitu cha 5 ni kutotafiti kabla ya kununua kamera. Wengi wamekuwa wakinunua kamera kwa kufuata mkumbo. Anasikia fulani anatumia kamera aina fulani, basi na yeye anataka atumie kamera ya aina kama hiyo ambayo fulani anatumia. Kitu ambacho kiuhalisia sio sahihi, kwa sababu kwanza kila kamera zimetengenezwa niseme kwa purpose maalum. Kuna kamera ambayo yenyewe ina quality kubwa lakini haina uwezo wa kufanya kazi nzito. Nikiwa namaanisha, kwa mfano ikitokea siku ukapata kazi ya kushoot full day, haitaweza kufanya hiyo kazi. Mimi nina kamera inaitwa Sony Alpha AF6 ambayo hii ndio nashutia video hii hapa ambayo iko nyuma. Hii kamera ni kamera ambayo ina quality nzuri, ina ubora sana, lakini ni kamera ambayo haiwezi kushuti kazi kubwa au kazi nzito. Nikiwa na maana kwamba ikitokea nikipata wedding na harusi, licha kwamba ina quality kubwa, sitaweza kushuti harusi nzima kwa sababu itashuti baada ya masaa kadhaa na itazima au ita overheat, itaanza kuniletea mawenge, sitaweza kufanya kazi vizuri, lakini ina quality kubwa. Kwa hiyo mimi nikikwambia labda natumia kamera Sony Alpha F6, wewe utakavyoenda kununua wakati matumizi yako labda wewe umelenga kufanya kazi za harusi sana au umelenga kufanya documentary au inaweza isikufanye, kwa sababu sio kamera ambayo inastahili. Lakini kuna mwingine unakuta anatumia kushuti, labda anashuti sana video na labda video ambayo hana vifaa labda vingi vya sound, ananunua labda kamera kama hivyo Sony yenyewe haina poti za audio. Kwa hiyo atajikuta anapata wakati mgumu sana kwenye kufanya kazi zake kwa sababu ya aina ya kamera ambayo yeye anakuwa
amechagua. Sasa unaponunua kamera inabidi ufanye utafiti. Kwanza ufahamu unataka kamera kwa ajili ya matumizi gani, alafu pia ufanye utafiti. Watu ambao unaweza kutumia, watu ambao wamefanya kitu hicho ambacho unataka kufanya, ukajaribu kuangalia wanatumia kamera za aina gani. Kwa mfano, unaweza labda unataka kununua, unaweza kufanya labda live streaming, lakini hujui kamera za live streaming. Wewe unaenda kununua kamera yote kwa sababu unaambia kamera. Ukija huku unakuja kugundua hiyo kamera haina uwezo wa kufanya live streaming. Kwa hiyo unajikuta umepoteza pesa, unaanza kujuta, unaanza kujilaumu. Kwa kama unataka kununua kamera, hakikisha umefanya utafiti wa hiyo kamera inafanya kazi, betri zake zikoje, zinakaaje na chaji, lakini pia unaweza kaangalia ina autofocus kiasi gani kama unapiga picha, unashoot video. Kwa mfano sana kwenye video kuna kamera ambazo zina quality nzuri lakini hazina autofocus inayoeleweka. Kwa hiyo unaweza kununua ikakukosti. Lakini pia unabidi uangalie low light performance, kwa sababu sio kila maeneo utakaoenda unaweza kuruhusu kufunga taa. Kuna maeneo utaenda ambao hautaruhusiwa kufunga taa au yatakuwa yamebana ambao hutaweza kuweka taa au wao hawataki kumulika. Kwa mfano kuna makanisa tunaendelea kupiga picha hawataki kumulika. Sasa kama ukiwa na kamera ambayo haiwezi kusurvive kwenye low light na hilo kanisa labda wanakataza, wao hawataki uweze kuamulika, kinachotokea pale nini? Utapata picha ambayo ina quality mbovu au video ambazo ni quality mbovu. Kwa hiyo ndio kosa ambalo watu wanalifanya la 5 wanaponunua kamera, ambao wanakuja kujuta baada ya miezi kadhaa au baada ya muda mfupi. Kosa la 6 ambalo wengi wamekuwa wakilifanya ni kununua fake kamera. Fake. Ili kosa ni wengi sana wamekuwa wakifanya kwa sababu asilimia kubwa hawana ujuzi, lakini pia wanataka vitonga. Yaani yeye hafahamu kamera ikoje, ikiwa original, ikiwa fake ikoje, lakini pia hafahamu kwamba kamera nzuri anabidi ikague vipi. Kwa hiyo anaenda tu kununua kwa sababu anataka kitonga, maana yake atanunua hata dai warranty, hata dai kitu chochote. Kwa hiyo atajikuta anapata kamera ambayo labda ina sensor mbovu au tayari ilishakuwa na changamoto mbalimbali ambazo yanaweza asifahamu kwa wakati huo. Baada ya matumizi anaweza kaza kugundua. Lakini kwa sababu pia hakupewa warranty au labda hakuna kibali kielelezo chochote kwamba alinunua kamera kwa mtu fulani au ilikuwaje vipi, kinachotokea hapa ni kwamba yeye atakuwa amekula hasara baada ya matumizi ya hiyo kamera. Maana yake itabidi ikishakufa au ikiwa imekana haifanyi kazi kwa sababu amenunua kamera fake, maana yake atakuwa amekula hasara pesa zake. Unakuta ametoa milioni 2, milioni 1 au 500,000, sio hela ndogo. Kwa hiyo kama utanunua kamera fake au bila kuwa na ujuzi maalum au katika maduka au watu ambao sio sahihi, lazima itakukosa. Kwa hiyo hili ni kosa ambalo wengi wamekuwa wakilifanya, wengi sana wamekuwa wakilikosea, na limekuwa likiwafanya wajilaumu sana, kwa sababu baada ya kununua kamera fake wewe ndio unakuwa umekula hasara na umepoteza muda, umepoteza na pesa pia. Kwa hiyo ni kosa la 6. Na kosa la 7 ambalo wengi wamekuwa wakilifanya ni kununua kwa sababu ya pressure ya watu. Mtandaoni kuna information nyingi sana ambazo zinahusiana na kamera. Kuna mwingine anaweza akakwambia labda kamera fulani sio sahihi, labda kwa muktadha wake yeye kwamba hii sio sahihi kwa sababu ina 1 2 3. Sasa na wewe unaweza ukanunua kwa pressurize mtu aongea kwamba labda kamera fulani inafanya kazi vizuri kuliko kamera fulani, wewe ukafuata ile, lakini bila kujua kwamba ile kamera kuna maeneo haiwezi kufanya kitu fulani, au labda hiyo kamera ni labda kuna kamera nyingine ambayo unaweza kupata kama hiyo ambayo inaweza ikafix katika matumizi yako. Wewe unanunua kwa sababu watu fulani wamesema kitu fulani. Kwa hiyo inaweza kufanya wewe ukapata kamera ambayo sio sahihi kwako wewe, kwa sababu sio kila kinachofiti kwa mtu fulani inaweza kaa kinafiti na kwako. Kuna kingine ambacho kinaweza kaa kinafiti kwangu labda kwa matumizi yangu binafsi, kwa kazi zangu ninazozifanya, lakini kwa kazi ambazo unataka kuzifanya wewe haiwezi kufiti, au kwa kazi ambayo unataka kuzifanya wewe haiwezi kukaa vile ambavyo unataka. Kwa hiyo mtu amenunua kamera kwa sababu ya pressurize ya mitandao, labda mtu anatumia kamera aina fulani amekuwa push ununue, lakini unanunua baadaye unaja kugundua kwamba hiyo kamera kwako wewe ni sifuri, yani ni bora usingenunua. Kwa hiyo inaweza kukosti ukajikuta baadaye unajilaumu, unajuta kwa nini ulinunua hiyo kamera kwa sababu tu ya kufuata watu wa mitandao wanasema nini, au watu ambao wanakutuka wanasema nini kuhusiana na kamera au kuhusiana na vifaa ambacho utakuwa unakitaka. Na kosa la 8 ambalo wanafanya watu wengi sana ni kutokujua aina ya kamera, au niseme kutokujua aina ya gharama zinazohitajika katika yani niseme gharama za ziada ambazo zinahitajika baada ya kuwa umeshanunua kamera yako. Gharama za ziada, kuna vitu ambavyo unatakiwa vinunue baada ya kununua kamera, kwa sababu asilimia kubwa kamera kubwa zinauzwa zikiwa body peke yake. Kwa kuna gharama za ziada ambazo unatakiwa uwe nazo pending, ambazo zitakusaidia wewe kuweza kutumia kamera yako kwa usahihi. Na gharama ya kwanza ambayo unatakiwa nayo, lazima ufahamu kwamba unatakiwa upate kadi ya kamera ambayo inabidi kwanza iwe original kwa ajili ya kutunza hizo footage zako au hizo picha zako. Kwa
Kwa lazima ujue gharama za kadi zikoje na kadi original. Unaweza upate kadi original ili kuepuka corrupt kwa mafaili, yani kupoteza kwa mafaili ambayo mengine yanaweza kutokana na haya. Lakini pia kununua extra beti, kwa sababu kama unafanya kazi za ziada, beti moja haiwezi kufaa. Inabidi uwe na beti kuanzia 2 na kuendelea kulingana na kazi yako ambayo utakuwa unafanya. Kwa mtu ambaye labda una shoot video, hata ukiwa na beti 4 5 inapendeza zaidi, kwa sababu unakuwa comfortable na unakuwa huru. Kwa mtu ambaye unapiga picha 2 zinaweza kutosha. Wakati nyingine una charge, nyingine unataka kutumia kwa hautakosa pesa wakati una hiyo kamera. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kununua ni tripod, kwa kununua stand. Ni kwa maana kwamba kama una shoot labda kwa mfano video, ukishajua kama matumizi yako ni yapi, unaweza kuwa na tripod labda gimbal au stand. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba kuna gharama za ziada kulingana na kitu ambacho unataka kufanya. Kama utakuwa unapiga picha, basi kamera pekee yake na mkanda inaweza vikatosha. Lakini kama utakuwa na shoot video, itakulazimu uweze kununua stand. Lakini pia kitu kingine, kwa usalama wa mali yako unabidi ununue begi. Kwa nini ununue begi? Kwa sababu kuna mazingira unaweza ukaenda akawa ni changamoto, yana vumbi, yana nini, kwa begi litalinda kamera yako na kuweza kufanya hiyo salama. Lakini pia hata kama ikitokea heka labda unakimbia unafanya nini, kama ukiwa umeweka au labda umebananisha na vitu, ikiwa kwenye begi ina uwezo wa unaweza kupona kwa haraka au unaweza isipate madhara, tofauti na ukiwa umeweka kwenye begi ambayo sio la kamera au umeishikilia mkononi kama kipochi. Sababu asilimia kubwa watu nakuta ana kamera lakini anatumia ameshikilia mkononi kama kipochi au kama simu. Lakini pia gharama ya ziada nyingine ni kwamba ukishapiga picha unakuwa haujamaliza, lazima uandae budget nyingine ambayo itakufaa wewe uweze kununua laptop kwa ajili ya editing au computer kwa ajili ya editing. Na ukiwa hauna computer, maana hata picha zako utakazopiga utazieditia wapi? Kwa hiyo itakukosti. Lakini pia unaweza kuanza kuona kama kamera uliyonunua ni nonsense, kwa sababu kamera inaazimika hata kama usiponunua. Lakini laptop au computer ni mara chache sana kuta mtu anapazia. Asilimia kubwa wengi sana sasa wapiga picha hawapendi mtu ashike laptop zao, kwa sababu wana mashaka na wanaamini kwamba kama ikitokea ukishika kamera yake, basi unaweza ukajikombea material ya picha labda au rangi au nini, kwa anakuwa analinda malighafi zake. Kama hii video imekusaidia na unatamani kutazama video nyingine ambazo zilikuwa zikifundisha mambo mengi tofauti yanayohusiana na photography na videography na content creation kwa ujumla, unaweza ukabonyeza hapo chini alama ya subscribe. Lakini pia ukaangalia na video zingine ambazo zinaweza kukusaidia katika mambo yako mbalimbali katika hii sekta ya content creation na mambo ya kupiga picha na kushoot video. Sasa tunaenda kumalizia tabia au kitu cha 6 ambacho kinawafanyaga watu, cha 9 ambacho wengi wakifanya au wanakifanyaga lakini hawajui baadaye. Hii ni kufikiria kwamba kuwa na kamera kubwa hiyo itawafanya wao wawe tayari photographer professional, au kuwa na kamera tayari kumesha kufanya wewe uweze kuwa professional. Hili ni kosa ambalo wengi sana wanafanya na wakiwa wakijuta. Ndio maana asilimia kubwa ukutana anawekeza kwenye kununua kamera kubwa akiamini kwamba anaweza kupata kitu ambacho ni professional, wakati kitu kweli kwamba kitu ambacho kinafanya upate kitu professional au picha professional sio quality ya kamera, bali ni skills ambazo uko nazo zinazohusiana na kazi ambayo unakuwa unafanya. Kama una shoot video, zile skills ambazo uko nazo zinazohusiana na video ndio zitakaza kufanya wewe uweze kupata kitu kipya. Lakini pia kama una piga picha, zile skills ambazo zinahusiana na picha, mwanga, nini ambazo zitakufanya uweze kupata picha ambayo kali ya video kali. Lakini pia wengine ambacho wakifahamu kwamba kinachowapa quality nzuri katika picha au video zao ni kwamba anatakiwa uwe na light nzuri. Asilimia kubwa wengi wana ignore hiki kitu. Unakuta mtu amenunua kamera, akishanunua kamera kubwa yeye hana mpango na light tena. Kwanza akiuliza na light zenyewe anachana, kwa sababu akiangalia kwenye kamera akipiga picha naona anaiona imekaa vizuri, anaamini kwamba iko very clear, yani anaamini kwamba tayari kishakuwa professional kwa kweli. Kwa hiyo kitu ambacho kina cost wengi sana. Lakini kingine, kujifunza editing. Wengi sana hawafahamu editing, wanajikuta wameingia tu kwenye masuala ya kununua kamera. Cha kwanza hajajifunza skills na inamwaminisha kwamba kishakuwa na kamera tayari kashakuwa professional, kitu ambacho kinaweza kikamkosa baadaye, kwa sababu atakuja kugundua ambapo alikuwa anavitarajia sivyo ambapo alikuwa anavipata. Na kitu cha mwisho ni composition, ya namna ambavyo unaweza kunamseti mtu akae wapi, aonekane wapi, au object yako ikaeje, ionekane wapi, engo gani ya kamera upige, ukae kwa ajili ya kupresent kitu gani. Kwa hiyo ndio vitu 9 ambavyo watu wengi sana wamekuwa wakivikosea au walikuwa wakifanya au wakizingatia wakati wananunua kamera zao, ambao imewafanya wajute sana baada ya muda mfupi. Kama umependa video hii usisahau like, comment, lakini pia kushare na kuwaita watu wengine waje kutazama ili kuweza kupata ujumbe na mambo mbalimbali ambayo umekuwa ukifundishwa sana content creation. See you